ni kutengenezea account vizuri ya Facebook ambayo itaanza kulipwa pesa, ili unapopush video zako, unapopush kipaji chako, unapopush biashara yako uweze kupata pesa. Unaweza ukanitafuta, nitakuelekeza. Lakini pia Facebook pia unaweza kulipa kupitia subscription, ambazo kuna baadhi ya content unaweza kuzitengeneza ambazo mashabiki watakuwa wanazilipia, wanazilipia kia bado ili wasitazame lazima wazilipie. Kwa hiyo kuna kipengele mojawapo hicho cha kuweza kutengeneza content na kuweza kupata pesa. Kwa hiyo njia ya kwanza, kuna Facebook unaweza kulipa kupitia mtandao wenyewe kwa kulipa kupitia kitu ambacho unakipush, kama una engagement kubwa, una followers wa kutosha, lakini pia kitu ambacho ukifanya kini ni kitu cha kwako wewe mwenyewe. Sasa ukijenga hadhira kubwa inayokuamini, baadaye wale watu wanaanza kukupatia pesa. Na kuna content hapa sio lazima ulipe na mtandao tu. Unaweza kulipwa pia na watu. Mtu anaweza akajisikia akakutumia 200,000, akakutumia 500,000 kulingana na kitu ambacho umewagusa zaidi. Kwa mfano kuna siku ambayo nilikuwa nimekaa zangu na shangaa mtu nikakuta muamara umeingia. Baada ya kujuza muamara umetoka wapi, mtu akaja kunipigia akasema, coach, umekuwa ukinisaidia sana mtandaoni, biashara yangu imepiga hatua kubwa sana. So nimekupatia hii pesa kama sehemu ya shukrani. Kwa hiyo hadhira au audience inaweza kukulipa pia kupitia kutengeneza content. Lakini pia kwa Instagram unaweza kutengeneza content, ukatengeneza content ukalipwa kupitia subscription. Kuna baadhi ya video ambazo unazitenga kwamba hizi ni video maalum ambazo hazitazamwi na kila mtu. So unapozipush, unapozipost, unazitengenezea kwamba hizi ni subscription, maana mtu lazima ili azitazame lazima alipie dola. Kwa hiyo pesa zinaingia kwako. Lakini pia kwa Instagram ni mtandao ambao unaweza kukusaidia zaidi kutengeneza personal brand. Kama unataka kutengeneza brand kubwa mtandaoni, tumia Instagram. Itakutengenezea Instagram, ndio ambayo utaitwa maredioni, utaitwa kwenye TV, utaitwa sehemu yote ile, kwa sababu umeshatengeneza personal brand. Kwa content kwa Instagram inaweza kusaidia sana kutengeneza brand yako, lakini pia kupitia subscription ambazo utakuwa umeziselect kwamba kuna baadhi ya video, kuna baadhi ya post watu hizo wazitazame lazima walipie. Lakini pia kwa TikTok unaweza kulipwa pia kupitia content rewards program, ambapo inapatikana kwa masharti maalum. Inapatikana kwa masharti maalum. Lakini pia unaweza kulipwa kupitia live gift. Unapofanya live watu wanaweza kukulipa kutumia gift. Hizo gift zinakuwa sasa ni pesa ambazo wanakupatia watu. Kwa hiyo unaweza kuzichange kwenda dola tu, pesa ambayo kulingana na nchi ambayo upo. So content inaweza kukupatia pesa kupitia mtandao wote. Lakini pia YouTube unaweza kulipwa pia kupitia unavoposti mara kwa mara, watazamaji wanavyoangalia zile videos, likes, kusubscribe. Ndio maana ukiona mtu mwingi watu wengi ambao wanapushi YouTube wanakuambia usiache kusubscribe, usiache kulike na kucomment na kushare. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakutengenezea pesa kubwa. Kwa hiyo mtandao wa YouTube na wenyewe pia una utaratibu wake. Kama umefikia kiwango chao, watakupatia notification ambayo utaijaza hiyo form. Baada ya hapo utaweza kusubmit na baadaye wataweza kukupatia pesa yako. Na hapo wasanii wengi sana wanapata pesa, wachekeshaji wengi sana wanapata pesa kupitia mtandao wa YouTube. So kama wewe ni content creator, unaweza ukatengeneza pesa sana kama utakuwa serious sana na YouTube, kwa sababu unaweza kufanya live streaming. Kwa mfano yule shabiki wa Cristiano Ronaldo ambaye alikuwa fanya live streaming na aliingiza a lot of money. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua na kujizatiti katika masuala ya content. Sasa kwa kuwa content creator, mimi ni kuhamasisha tu kwamba utapata pesa kama utakuwa serious kuposti mara kwa mara, lakini pia utakuwa serious kuhakikisha kwamba unafikia audience yako kupitia mtandao wa kijamii. So hapo unahitaji tu kutumia simu yako. Unaweza kutengeneza, unahitaji kuwa na kamera. Kwa mfano mimi video zangu nyingi ambazo utazikuta Instagram, utazikuta TikTok, utazikuta sehemu yote ambazo ni quality, very quality, ni matumizi tu ya simu. Unaweza kutumia simu yako kutengeneza content, ukawa unatengeneza content mwenyewe, unajirekodi, una edit mwenyewe, una posti kupitia simu yako tu, kutengenezea pesa. Yaani hapo tunadili na simu tu. Kwa vitu vyote ambavyo nimevizungumzia hapa, kuna content, kuna kuuza bidhaa, kuuza mtandaoni, kama duka, ni kwa njia ya simu tu. Usije kanoti kwamba mimi sina kamera, sina kitu kingine, sina PC. Unaweza kuanza kutengeneza content ukaanza kutengeneza pesa kupitia simu yako tu kama utaiheshimu. Lakini pointi ya tatu, utatengeneza pesa mtandaoni.
unatakiwa ujifunze na uza ujuzi wako. Hiyo simu ambayo unayo hiyo unaweza kuitumia kama darasa, unaweza kuitumia kama studio, unaweza kuitumia kama ofisi, lakini pia unaweza ukaitumia kwa njia ikawa sehemu ya kukupatia kipato kwa wateja wako. Sasa hapa unahitaji kujifunza ujuzi, na ujuzi unaweza ukaingia YouTube ukajifunza ujuzi wote kupitia simu yako, ukaingia Facebook ukajifunza ujuzi wote ule ambao unauhitaji na ukaanza kukupatia pesa. Sasa kwenye kuuza ujuzi hapa kuna watu wengi wana passion ya kuwa na graphic designing. Unaweza ukajifunza graphic designing, kutengeneza poster, kuedit video, kutumia simu yako, utakuwa social media management, ukawa mtu wa kuandika na kuhubiri na kutafsiri. Kwa unaweza kuwa na ujuzi ambao utakusaidia kuweza kutengeneza pesa yako. Mimi nikuhamasishe, kama hauna ujuzi ni mtu ambaye unakwenda kupotea katika game. Kwa sababu utafiti unaonyesha wazi kwamba ikifika mwaka 2030 ujuzi ambao utakuwa unalipa zaidi duniani ni ujuzi ambao haujagundulika. Na ujuzi huo unahitaji uendelee kujifunza ujuzi mara kwa mara. Kwa hiyo tafuta ujuzi. Ni ujuzi gani ambao unaweza kukupatia pesa kupitia simu yako? Jifunze ujuzi. Kama ni kuandika, kama ni kuedit video na ujuzi mbalimbali unaweza kupata na ukaanza kupata pesa. Na kuna ujuzi hapa kwa mfano graphic designing. Unaweza kujifunza photography. Unaweza ukawa ni mtu ambaye unajifunza kupitia CapCut, kuna hizi programs za kuna Canva na app zingine, kuna InShot. Unaweza kusaidia kuweza kuedit video za watu na watu wakakupatia pesa. Kwa hiyo ukitengeneza jina, ukitengeneza kujulikana kwamba wewe ni mtu ambaye ni expert katika kitu fulani, watu watakupatia pesa kwa gharama yoyote ile. So watu wakishajua kama ni expert, basi watakupatia pesa, kama ni kutafsiri au kutumia voice over, kuandika na kufanya kitu kingine. Kwa simu yako unaweza kukupatia pesa kwa njia ya kujifunza ujuzi na kuanza kuuza ule ujuzi. Sasa kwenye kujifunza na kuuza ujuzi ni kutazalisha kitu kimoja, kwamba unapojifunza ujuzi na unaanza kuonyesha, sababu kuna hatua ya kujifunza na kuna hatua ya kuanza kuonyesha ujuzi wako, na kuna hatua ya kuweza kulipwa na watu. Sasa kitu ambacho watu wengi wanakosea ni kwanza anajifunza ujuzi, anaanza kulipwa ujuzi, anataka aanze kulipwa. Kweli ni kwamba watu natakiwa waone kitu ambacho unakifanya. Kwa unaweza kuanza kujitolea, unaweza kaanza kuchaji gharama ndogo, ukaomba kazi, coach naomba nisaidie ni kueditie video, utanipatia kiasi fulani uone ubora wangu, au ukajitolea kufanya editing ili lengo upate pesa, watu wakujue, ujulikane, ili kwamba sasa baadaye unaweza kulipwa pesa nyingi. So tafuta ujuzi ambao unaweza kukupatia pesa, na ujuzi huo ndio ambao utakuwa ni muhimu sana kwako. Lakini njia nyingine ambayo itakupatia pesa kupitia mitandao, kupitia simu yako, basi ni kuwa influencer au kuwa freelancing, au tunasema kuwa influencer. Influencer ni watu ambao watu wengi wamejiajiri kupitia kujitegemea kama ma-influencer mbalimbali. Leo hii tuna ma-influencer wengi sana Tanzania ambao wamekuwa influencing. Kuna kitu ambacho nakifanya, wametengeneza brand kupitia mitandao ya kijamii, kama ni Instagram, kama ni TikTok, kama ni YouTube, au tunaona sasa kina Mwijaku, wakina Doto Magari wanaingia hapo, wakina Baba Levo hapo mwanzoni alikuwa ni influencer. Kwa hiyo influencer, ili sasa uanze kulipwa pesa, ni kupitia sasa, anza kitu ambacho unakifanya. Na kwa influencing hapa watu kwanza kulipwa pesa ni kupitia kwamba umeanza kuonesha kitu ambacho una kipaji, una kitu fulani, unaweza ukaanza kulipwa pesa kupitia kuwa influencer wa kitu fulani. Kwa ni barozi, unatangaza bidhaa, unatangaza bidhaa au kampuni kakuajiri. Juzi niliona Mboneke anatangaza tangazo la Coca-Cola. Kwa hiyo ni kwamba ni kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitu ambacho unakifanya kupitia simu yako, unaweza kuwa influencer na watu wakaanza kukulipa. Kwa influencer maana yake unatumia brandi yako kutangaza brandi za watu wengine. Yaani wewe kwanza unajenga brandi yako kama wewe. Kama kila mmoja umeshajenga brand tayari. Kwamba wewe ni influencer na wanatangaza bidhaa za watu mbalimbali,
na hapo sasa watu wanakwenda kuwalipa pesa, kwa sababu influencer yote ambaye analipwa ni mtu ambaye ana engagement kubwa kwa watu, anafuatiliwa na watu wengi sana, lakini pia ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa kwa watu, kwamba akiposti hata post yake ni mtu ambaye anafuatiliwa na watu wengi. Watu wanaweza kutazama video au wakatazama kitu ambacho anakifanya na wakamfuatilia na wakalipa pesa. So wewe angalia kitu gani ambacho unakifanya. Unaweza kuwa influencer pia kupitia kitu ambacho unakifanya. Kwa mfano wewe ni mwandishi wa habari, uko umefikia watu wengi zaidi, unaweza kuwa influencer kuanza kutangaza makampuni. Na uzuri ni kwamba haihitaji utafute makampuni yaanze kukulipa kupitia portfolio yako. Unahitaji kuanza wewe ujitafute ili watu waje kufuate wakupatie pesa. Narudia tena. Hauhitaji kuanza kutafuta makampuni kwanza kulipe pesa. Unahitaji kuanza kujionyesha kwanza kwamba wewe ni mtu ambaye una ushawishi, ni mtu ambaye una audience kubwa, ni mtu ambaye unafuatiliwa na watu wengi zaidi. Kwa hiyo mtandao na muda utaongea tu. Kwa hiyo influencing ni kitu kizuri sana, na makampuni mengi yanafanya kazi na watu ambao ni very influencer. Sasa kumbuka ni kwamba simu inaweza kukupa uwezo wa kuanza, lakini baadhi ya kazi za kitaaluma zinahitaji laptop na vifaa vingine kadiri unavyokuwa. Kwa kadiri unavyokuwa, hatuwezi kukataa kwamba kuna kompyuta, hatuwezi kukataa kwamba kuna vifaa vingine vya kiteknolojia ambavyo vinaweza kukusaidia kuweza kuingiza pesa, lakini kwa mwanzo unaweza kuanza kutengeneza kupitia simu yako. Na mimi nafuatia influencer wengi sana ambao wanafanya kazi kwa influencing, ambao wamejiajiri wanasemea watu wengine, wanasemea kampuni za watu wengine, wanasemea biashara zingine. Ni kweli ni kwamba walianza kupitia simu. Watu wengi, nilikuwa msikiliza mmoja wako alikuwa anatumia Pixel Pro, anatumia Pixel kuweza kutengeneza video zake. So ni kwamba na wewe unaweza kutumia simu yako kama kwa simu moja wapo ya kwanza kuwa influencer. Kwa hiyo mtandao unaweza kukulipa, simu inaweza kukupatia pesa kama utakuwa influencer. Lakini mbinu ya tano zaidi ni affiliate. Affiliate ni kwamba affiliate marketing ni kwamba hii inaweza kukupatia commission. Hii affiliate ni kwamba unauza kupitia simu yako, unafanya marketing, unauza bidhaa za watu wengine kwa kupitia unauza bidhaa za watu ambao tayari ni kampuni ambazo tayari zina jina kwa wewe ambaye hauna jina. Wakati kule ile pale tumeona kule juu pointi ya 4 ni kwamba yenyewe unajenga brandi yako, alafu watu wanakuja kwako kuomba uwatangazie. Sasa hii hapa ni kwamba unatumia kampuni ambazo zipo tayari sokoni ambazo zinafanya vizuri kama BF Suma, kuna Forever Product, kuna jamaa wanaitwa Qnect, wana bidhaa zao tayari. So hapo jambo la msingi ni kwamba unapata commission baada ya kuarifaa wateja au baada ya kuuza bidhaa za kampuni. Kwa hiyo unakuwa ni kama ambassador mmoja ambaye unatangaza bidhaa ambazo tayari zina jina tayari sokoni. Kwa hiyo hapo ni watu wengi sana ambao wanafanya network marketing. Hapo utakuta kuna Ibrahim Chenza, kina Mwijage, kina Brandina na watu wengine ambao ni nguri ambao wanafanya masuala ya network marketing, ambao wanatumia bidhaa za watu wengine ambazo zina brand tayari na zina jina, wanaanza kutangaza na kuweza kuziuza. Sasa hapo ni kwamba kuna kuwa na bidhaa, unaweza kumrinki mtu, kumrefer au kumrefer mteja akanunua ukapata commission. Na hapo utasikia nakwambia ukiuza unamleta mtu mwingine ananunua, hivyo hivyo unapata commission. Kuna makampuni yako tofauti tofauti. Jambo la msingi ni kwamba kuna hii pointi ya 5 ni kwamba ni kutazalisha tu, ni kwamba usitafute kampuni ambayo haisaidii watu. Usidanganye watu kwamba ukienda huko utapata commission, au ukienda huko utapata bidhaa ambayo itakusaidia wakati haileti matokeo. Kwa jambo la msingi hapa, ili upate commission na watu wengi upate pesa, uaminike. Ukiona wakina Ibrahim Chenza wanaishi maisha mazuri, wanapush vitu vizuri kwa sababu tayari wana kampuni ambayo imewasaidia, ina jina tayari na inaaminika, na ambayo wanapata commission nzuri. Sasa kuna commission hapa kupitia, sasa unawezaje kulipwa pesa? Sasa hapa ni kwa njia kutafuta watu, ukawalinki kuna hiyo kampuni, ukapata pesa, au ukawa unauza bidhaa zao ambazo wanazo. Kama hapa ndio utakuta kuna product za kuongeza nguvu za kiume, kuna kuongeza kumbukumbu za uzazi. Utakuta watu wengi wanapush kampuni mbalimbali. Hapo wanafanya network marketing, maana wanatumia kampuni za watu ambazo zina brand sokoni kwa ajili ya kutengeneza pesa. Wenyewe hawana brand,
ila zile kampuni ndio zinafanya sasa, zinatengenezea brandi ili waweze kuuza na kuweza kuaminika sokoni. So point ya 5 inakutaka wewe unaweza kupata commission kwa kumpeleka mteja kwenye bidhaa au huduma za mtu mwingine akakuuzia, akauziwa kwa bei kubwa ukapata commission, au mwenyewe ukauza zile bidhaa. Kwa hiyo jambo ambalo nasisitiza sana hapo ni kwamba usipendekeze bidhaa kwa sababu tu inalipa commission. Jenga uaminifu kwa kupendekeza bidhaa unazoziamini na zina thamani. Lakini pia labda tunapoendelea, kama utakuwa na swali unaweza ukaendelea kuandika hapo kwenye sehemu ya kuandika message ya InChat, ili kwamba baada ya somo langu nitaweza kushare na wewe, nitaweza kuangalia ni kitu gani ambacho unahitaji kukijua zaidi au kusema gani ambapo hujaelewa, lakini pia nitakaribisha maswali pia hapo mwishoni. Lakini pointi ya 6 ambao unaweza kupata pesa kupitia mitandao, kupitia simu yako. Hapa kuna training au mafunzo. Unaweza kujiuliza, unatakiwa kujiuliza kama unaweza kufundisha Kiingereza, kama unaweza kufundisha masomo ya shule, kufundisha kompyuta, kufundisha biashara, kufundisha ujuzi wa kazi, kutengeneza kozi mbalimbali, kutoa concentration mbalimbali, unaweza kupata pesa. Sasa kuna training hapa ambacho natakiwa ukijue. Kwanza lazima uchague niche ambayo unataka kuidiri. Uwezi leo unafundisha masomo ya shule, kesho unafundisha kuagiza bidhaa China, kesho kuto unafundisha sijui namna kujikwamua kipato, siku nyingine unafundisha namna kuingia kwenye mahusiano. So kuwa expert kwenye kitu kimoja ili uweze kulipwa na watu, lazima ujenge brandi au ujenge personal brand yako ambayo kwamba wewe unajulikana kama nani, wewe expert kwenye kitu fulani, ndipo ambapo watu watakupatia pesa. Na kuna kupata pesa kupitia training. Hapa kuna hatua nyingi sana ambazo unatakiwa uzipitie. Kwanza, hatua mojawapo ni pale ambapo unaanza kufundisha bure. Mimi nakumbuka wakati naanza kufanya training za kulipwa mtandaoni, ni kupitia simu yangu, nilikuwa nafanya bure. Kila Jumapili nilikuwa na group ambao nilikuwa nafundisha watu bure namna sahihi ya kuweza kuanzisha na kukuza biashara zao. Nilifundisha bure, nilikuwa najitolea, naingia gharama, ili lengo kwamba siku na siku watu wakijue kipaji changu. So kuna hatua, lazima uchague niche ambayo unataka kuidiri nayo, ambayo utakuwa na train, lakini pia lazima uanze kuonyesha kipaji chako au uonyesha ujuzi wako kwa kufundisha bure. Utafundisha bure. Unapofundisha bure haupotezi muda wako, unajenga jina na watu wanakufahamu kwamba wewe ni mtaalamu kwenye kitu fulani. Lakini pia baada ya hapo unapaswa daima kabla ya kukionyesha natakiwa uanze kukinoa, uanze kujinoa. Kama ni mwalimu wa Kiingereza natakiwa uanze kujinoa. Ukishajinoa uanze kuposti mtandaoni, naanza kufundisha watu. Lakini baada ya hapo utaanza sasa kuna hatua ya kukubalika na watu wataanza kukukubali. Na namna gani utajua watu wanakukubali? Wataanza kukuomba. Utasikia coach au utasikia mtaalamu, hivi unatoa gharama zako ni zipi? Unajua kumbe watu wanahitaji nianze kulipa. Huo ni muda sahihi wa kuanza kulipwa mtandaoni kupitia training. Watu wataanza kukuomba gharama, wataanza kuomba utaratibu. Hapo ndipo utaanza kupata pesa. Lakini hatua ya mwisho zaidi ni kwamba utapata pesa kwa njia kuna zile hatua ili uweze kupata pesa kupitia training ni sasa kupitia kulipwa pesa zenyewe. Na kuna kulipwa pesa hapa kuna hatua. Angalia kulingana na niche ambayo unadili nayo. Kama unadili na niche ya kutrain haba benki, wamiliki wa benki, au una train watu namna ya uvaaji, au umespecify eneo fulani na umespecify wateja fulani, unaangalia kulingana na watu hawa wanaweza kulipa gharama gani. Lakini kwa mwanzoni anza kuchaji gharama ndogo. Nilikuwa msikia mentor wangu mmoja ambaye leo hii analipwa pesa nyingi sana. Mwanzoni anasema alikuwa anafanya 5,000. Alikuwa anachajisha watu shilingi 5,000 kwa miezi mitatu. Lakini watu waliona ni hela kubwa sana. Yaani miezi mitatu kwa shilingi 5,000. Baadaye akaanza kuchajisha watu 10,000. Akapunguza muda. Anapunguza muda, gharama inaongezeka. Anapunguza muda ikawa 10,000 kwa mwezi.
watu wanalalamika, lakini baadaye anapunguza muda, akaanza kuweka wiki na gharama inaongezeka zaidi. Kinachotofautiana pale ni kwamba material ni yale yale, lakini ni kwamba nani ambaye anafundisha na anafundisha kwa muda gani. Ni mtu tayari ambaye anahitajika, ni mtu ambaye tayari ana jina sokoni, kwa unaweza kuchaji gharama yoyote ile. So kwa mwanzo, kama una kipaji au kama una ujuzi fulani, na hapa sasa kuna training, unaweza kufundisha watu mapishi mtandaoni, uko na ujuzi fulani, kutengeneza course mbalimbali, concentration mbalimbali, unakuwa una train watu mtandaoni, wakawa na kulipa pesa. Kwa hiyo anza kuonyesha kipaji chako. Kwa kama na wewe una ndoto ya kulipwa pesa kupitia training, mimi ni kushauri tu, anza kufundisha watu bure mtandaoni. Chochote ambacho unakijua, hata kama wewe unajua namna kukata vifaa vya aluminium, anza kufundisha watu kupitia video. Wewe una ujuzi au una ujuzi au tuseme kwamba una taaluma ya kitu fulani, anza kufundisha watu bure. Labda wewe ni mwalimu, anza kufundisha watu bure mbinu za kutengeneza zana, namna sahihi ya kutumia zana darasani. Baada hapo utaitwa kwenye taasisi, utaitwa kwenye kampuni mbalimbali, utaitwa kwenye kuna broad team za watu mbalimbali ili uweze kupata pesa. So anza kujitolea na anza kuonyesha kitu ambacho unakifanya na utapata pesa nyingi sana. So jikague, ni ujuzi gani ambao unao, ni kitu gani ambacho unacho ambacho inaweza kukusaidia kutengeneza pesa kupitia kuanzisha training. Na hizi training ni nyingi sana, unaweza kuzifanya kupitia mitandao ya kijamii, na hasa ambazo unaweza kufanya kupitia WhatsApp. WhatsApp imekuwa ni mtandao ambao unaweza kusaidia sana kutengeneza pesa kupitia training, na hapo utakuta makochi wengi sana wanakochi mtandaoni kupitia WhatsApp. WhatsApp ilikuwa ni sehemu ya kufunga mauzo, WhatsApp ilikuwa ni sehemu mojawapo ya kufanya training ambazo unazifanya, lakini Instagram, Facebook huko ilikuwa ni sehemu mojawapo ya kupata audience na namna sahihi ya kupata wateja kupitia kufanya training. Unaweza kaanza kwa njia ya kuanza kufanya kutangaza mtandaoni kupitia Instagram, TikTok na sehemu nyingine, ukawa tengeneza video, unatangaza kupitia caption, makala mbalimbali, unatangaza bidhaa, unatangaza mafunzo ambayo unayatoa, lakini pia utakuwa unafanya matangazo ya kulipia, unafanya sponsor ads, unafanya matangazo ya kulipia, unapata wateja. Nakumbuka mimi wakati naanza kufanya training za mtandaoni ambazo nilikuwa nazifanya WhatsApp, nilikuwa nafanya free, lakini nilikuwa nafanya sponsor ads, nilikuwa nafanya matangazo ya kulipia. Nilikuwa na sponsor matangazo yangu, naingia Instagram, natia dola, nikiweka dola kule, kuna namna ya kufanya ili uweze kupata audience kupitia kuna namna ya kufanya ili kuanza kufanya matangazo ya kulipia. Nilikuwa naweka dola, nafanya matangazo ya kulipia. Baada hapo wateja wanakuja kwa wingi sana WhatsApp. Ukija WhatsApp nafanya na close deal. Nafanya close deal nafunga mauzo kwa njia kupitia WhatsApp. Watu wanakuja kule, wanajifunza bure. Baadaye wale watu ambao walijifunza bure, baadaye nikaja kuwalipisha gharama. Leo hii sichaji bure mtandaoni. Mtu akija anapata training kwa gharama, kwa sababu nilianza kufundisha bure, watu wakanifahamu, na baadaye watu wanakuwa tayari kulipia pesa. So sasa hizi kama una ujuzi na kitu chochote, anza kufanya training bure kabisa, na watu watakuwa tayari kukupatia pesa. Sasa kama una mtaji mdogo au unashindwa uanzie wapi kwa ajili ya kuweza kuuza kipaji chako au kuuza kupitia simu yako, au tuseme namna sahihi ya kuweza kutumia simu kwa ajili ya kuweza kupata pesa. Jambo la kwanza, kama una mtaji mdogo, chagua ujuzi mmoja au fanya kitu kimoja. Kama una simu yako, chagua kitu ambacho unataka ukiuze mtandaoni. Mimi nisisitize, usifanye vitu vingi mtandaoni. Hata kama unafanya vitu vingi, lakini usitumie akaunti moja kupush vitu vingi kwa wakati mmoja. Yaani una page hiyo inaandikwa sijui unajiita labda Baraka Electronics, afu hapo unauza bidhaa za electronics, hapo unafanya ufugaji hapo haiwezi kupatia matokeo. Tengeneza jenga ujuzi mmoja, nafanya kitu kimoja ambacho kitakupatia matokeo mazuri. Lakini pia jenga niche yako. Nimeongea sana hapo juu. Jenga niche yako. Uweze kufanya kila kitu mtandaoni. Kwa hiyo unahitaji kujenga niche yako.
Niche ni eneo ambalo una specify kwamba mimi nitakuwa na deal na hiki kitu. Kwa mfano mimi ni mwalimu wa biashara. Uweze kunikuta nafundisha mahusiano. Sio kama sijui mahusiano. Najua sana. Sio kama sijui masomo ya fedha. Sijui kama sijui masuala ya brand. Lakini na deal na niche yangu moja. Kwa hiyo jenga niche yako moja. Watu wakikuona wewe wanaona kama ni nani, wanakuona kama ni nani. Kwa hiyo niche ndio ambayo itakupatia pesa mtandaoni. Lakini pia namna ya tatu, fanya mazoezi na noa ujuzi wako. Ili watu wakupatie pesa mtandaoni, ili watu wakupatie pesa kupitia simu yako, ni lazima ufanye mazoezi na unue ujuzi wako. Kama kitu ambacho unakifanya unafanya vile vile na ulivyokuwa unafanya jana, basi unaweza ukasaulika sokoni. Kwa hiyo hakikisha unanoa ujuzi wako. Kama nilivyosema, utafiti unaonyesha wazi kwamba ikifika mwaka 2030 ujuzi ambao utakuwa unalipa duniani ni ujuzi ambao haujagundulika. So kama una ujuzi hapa unoi na ufanye mazoezi, maana utaachwa sokoni. Lakini pia anza kuonesha kazi zako. Haitoshi kwamba wewe unajua kitu fulani. Haitoshi useme kwamba mimi na bidhaa. Ili uweze kupata pesa mtandaoni lazima uanze kuonyesha. Kadiri unavyogairisha ndivyo ambavyo unachelewesha mafanikio ya kitu ambacho kitakupatia matokeo. Anza kuonyesha kazi zako, kama ni kipaji, kama ni bidhaa, kama ni eneo lolote, anza kulionyesha na utapata pesa kubwa. Lakini pia njia nyingine, kama na mtaji mdogo, tafuta wateja wa kwanza. Tafuta wateja wa kwanza ambao watakuwa na kurefer, ambao watakuwa na kutaja, ambao watakuwa na wanakuelezea kwa watu wengine. Hao wateja, kundi dogo la watu, ndio ambalo litakusaidia baadaye kuweza kupata pesa. Lakini pia toa huduma bora na fanya kwa mwendelezo. Consistency is a key. Nisema hapo juu kwamba kama na mtaji mdogo, anza toa huduma bora. Watu ambao unawahudumia, hakikisha unawapatia kitu ambacho ni bora kwa hali ya juu. Hata kama ni wachache, wapatie huduma bora. Kama ni bidhaa, wapatie bidhaa bora. Kama ni kipaji, kama ni ujuzi, onesha katika kiwango chako cha mwisho. Lakini pia ukifanya kwa mwendelezo. Usipofanya kwa mwendelezo, hautapata matokeo makubwa. Kuna mwendelezo hapa ni kwamba dunia sasa, kwenye simu ambazo tunatumia, kuna watu ambao walianza kama utani. Ndio mtu ambaye anavaa vest, anatembea na vest, kaninginiza vest kwenye shingo. Kiasi kwa anatembea na vest shingoni. Kiasi anatembea na vest shingoni. Ndivyo ambavyo watu kumbe huyu mtu watu wanaanza kukufuatilia, kwa angalia kitu gani ambacho utakuwa unakifanya. Sisema mvae vest, mninginize vest kwenye shingo. Ila ni kwamba unaangalia kitu ambacho unakifanya, kitu gani ambacho unataka kukifanya. Hicho kitu kikifanya kwa mwendelezo, watu wanakuwa tayari kukupatia pesa na wanakuwa tayari kuungana na wewe. Ulimwengu unasubiri uanze tu. Lakini kitu kingine, kama una mtaji mdogo, omba shuhuda au testimony. Testimony ndio ambazo zitakupatia matokeo makubwa. Una mtaji mdogo kuna mtaji mdogo kuna mtandao wa kijamii. Unaposema mtaji mdogo, maana yake ni pesa au una followers wachache. Wale watu unaweza kuanza kuomba ushuhuda. Ushuhuda ndio ambao utakusaidia kupata engagement kubwa, kupata followers wengi. Hao followers ambao wataona kwamba huyu mtu kama amemsaidia mtu fulani. Let's say labda unauza product, unauza huduma, unauza tibarishe, unauza tibarishe. Unapouza tibarishe, maana imemsaidia mtu mwingine kwa kuongeza nguvu za kiume. Mtu akasema mimi kwa kweli nilikuwa na changamoto ya nguvu za kiume, lakini ipo tumia product ya Mr. Z, basi imenisaidia sana kuweza kupata matokeo. Huo shuhuda utakusaidia kuweza kukua na kutengeneza platform nzuri na kuweza kukuza mtaji wako ambao mtaji wa kupitia simu yako. Lakini pia rudia mchakato na ongeza bei kadiri thamani yako inavyoongezeka. Nimeshaongea hapo juu ni kwamba kadiri thamani yako inavyoongezeka, ongeza thamani. Leo hii kama una kipaji, una ujuzi, una kitu chochote kile, basi anza kuweka vumilia mchakato, rudia mchakato. Ni kwamba yani uende hatua kwa hatua. Usianze kuchaji watu 500,000 wakati ndio unaanza. Anza kuchaji amount ndogo kiasi hivyo unavyoendelea. Kwa hiyo anza kuchaji kulingana na thamani yako. Kadri thamani inavyoongezeka, umejenga brand, watu wanakuhitaji zaidi sokoni, basi ndipo unapoanza kuchaji gharama kubwa zaidi. Kwa unaweza kupata pesa kama una mtaji mdogo kwa kuzingatia hayo mambo. Nitashangaa sana kama kwa mwisho wa session hii kwamba utashindwa kuingiza pesa. Hatua ndizo nimeshakupatia na ni rahisi sana kuweza kuanzisha pesa. Sasa epuka makosa haya unapotumia simu yako. Unapotumia simu yako kama sehemu ya kuingiza pesa mtandaoni, acha kujilinganisha na watu. Moja ya kitu ambacho kinaathiri na kinachangia kudhorota kwa maendeleo makubwa ya watu wengi mtandaoni
ana kipaji, ana biashara, anza kujilinganisha. Leo hii wewe unaanza biashara, huwezi kushindana na Nifa Cosmetic ambaye alishaanza kitambo huko nyuma. Huwezi kushindana na kina Mwijaku ambao